kabla tukio hili la leo ambapo sisi wilaya Morogoro ndio itakuwa kilele chetu, tutasubiri tukio letu la kimkoa litalofanyika Ifakara, na ile tukio kubwa ambalo litafanyika tarehe 8 pale Arusha, ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ziko kazi kubwa na nzuri zimefanyika. Moja, imefanyika elimu ya usawa wa kijinsia, yamefanyika majukwaa mbalimbali ya uwezeshaji, mmefanya usafi, mbio za pole, lakini mmefanya matendo ya huruma, na sisi wote ni mashahidi. Leo tumeongozwa na MC Hamza kumchangia mama yule anayeuza karanga kupata mtaji ili ajikwamue katika shughuli zake. Wakina mama oye! Huo ndio upendo na mshikamano ambao kama taifa tunauhubiri siku zote. Tunyanyuane, tushikane, tusaidiane. Ukishamnyanyua mwanamke umenyanyua jamii nzima. Niwapongeze sana wakina mama wote kwa kulifanya tendo lile kwa huruma, kwa kumshika mkono mwanamke mwenzetu. Lakini pia serikali itaendelea kutenga na imeendelea kutenga katika halmashauri zetu, halmashauri ya Morogoro na manispaa ya Morogoro. Tumetenga takriban milioni 964 ambazo tayari zimekwisha kupeshwa katika vikundi vya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Angalizo, fedha hizi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hajaweka masharti, na hajaweka masharti ili msiende kwenye kausha damu. Hauna haja ya kuweka rehani sofa lako, TV yako, wala vitu vyako vya samani vya ndani. Unatakiwa ujisajili kwenye kikundi, ukae kwenye utaratibu rasmi, upewe hizo fedha. Fedha hizi si za kwenda kutunzana. Fedha hizi si za kwenda kumtoa mwali ndani. Fedha hizi si za kwenda kununua nguo ya bei ghali ili waonyeshe watu wa Morogoro wewe ni nani. Fedha hizi lengo na madhumuni yake ni kukuamua wewe mwanamke na jamii yako, kuhakikisha tunayaona maendeleo ya dhati katika eneo lako, upate fursa ya kukopa fedha hizi na uzirudishe kwa wakati, ili watu wengine waendelee kukopa na wewe uendelee kukopesheka zaidi. Ndugu zangu wakina mama, sisi wengine ni mashuhuda juu ya ubora wa mwanamke, juu ya ubora wa mama katika dunia hii. Na ndio maana baada ya tamko lile la Beijing tumekuwa na siku maalum za wakina mama na siku za wanawake duniani, kutokana na umuhimu wake. Si jambo la kuigiza, ni jambo la umuhimu kweli. Leo tunapata jeuri ya kusimama mbele yenu, ni kwa sababu mlitulea, mlitusimamisha na mkatusimamia. Dunia inabadilika. Kila aliyesimama amezungumza jambo la ukatili wa kijinsia. Ni kweli hilo jambo lipo na linashika kasi sana. Tusipolisemea sote, litaathiri vizazi vyetu, ama uzao wetu, watoto wetu, jirani zetu, na jamii nzima itaathirika juu ya jambo hili. Kila mwanamama anaamini amemleta mtoto duniani, amsomeshe, amsimamie, apate elimu bora, hatimaye ajitegemee katika maisha. Unajisikiaje kama mwanamke umezaa mtoto, umeshindwa kumsimamia, alafu baadaye unaambiwa mtoto wako shoga? Hilo linakuwaje? Inakuwaje umepata mtoto kabla hajamaliza malengo yake, unaambiwa mwanao yuko darasa la 7, yuko form 2, amepata mimba? Nini machungu yake? Turudi kwenye majukumu yetu. Harakati za kimaisha zipo sana. Tumekuwa bize sana kipindi hiki kulea watoto wetu. Tunafahamu mama anashinda Mawenzi pale, anahangaika na tenga lake la nyanya, vitunguu, embe na vitu vingine, lakini hilo halikutoi kwenye swala zima la malezi ya mtoto wako. Turudi kwenye misingi ya kulea watoto wetu, kuzungumza na watoto wetu, kuwasikiliza watoto wetu. Wewe unapambana kuhakikisha unajikwamua kiuchumi wewe na familia yako, alafu baadaye unaambiwa yule mtoto ulikuwa unampigania kimaendeleo
amefanyiwa ukatili wa kijinsia. Yale yaliyokufanya ushinde mawenzi kwa ajili ya kukuza uchumi wako yatakuwa hayana maana. Turudi kulinda na kusimamia maadili ya watoto wetu. Turudi kulinda kusimamia misingi ya watoto wetu. Hao ni watoto wetu, tumepewa na Mwenyezi Mungu. Tuna wajibu wa kuwalinda na kuwasimamia katika misingi thabiti ili watimize ndoto zao. Siku ya wanawake duniani. Najua tuna changamoto kubwa ya masuala ya matibabu katika maeneo yetu. Na kwa kulitambua hilo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amejenga zahanati kwenye maeneo yetu, vijiji na mitaa. Amejenga vituo vya afya. Na ni mashahidi alipokuja kwenye ziara mkoa wa Morogoro, alituahidi shilingi bilioni 5 kwa ajili ya jengo la mama na mtoto pale hospitali ya Kufani. Naomba niwape taarifa rasmi, zile fedha zimekuja, mkandarasi yuko site na jengo la mama na mtoto linajengwa. Dr. Samia hoye! Dr. Samia hoye!